Mzee baba. Unajua kumbe mtoto bado mbichi kabisa eh? Hata sijui mimi nilikuwa nafeli wapi. Yaani leo nimekuja na mbinu ya kwanza, nimekugusa mtoto umeruka. Siku nyingine nabadilisha, nakuja na mbinu nyingine, basi unakuta mtoto unanielewa, naenda najipigia mipasi yangu kama kawaida. Hivi vyakula vya ndani vinasaidia. I say. Bwana, unajua sisi ma midfield tunakuwa tuna njia nyingi za kuzitumia mpaka watu wanakuwa wanatuelewa. Na kila nikikuangalia wewe mtoto na kuona kabisa wameshaanza kunielewa sasa hivi. Muda wote tu unaelekea kibla naenda kuchinja. Yaani hata ulivoruka unaonekana bado mtoto haujatumika sana. Yaani hapa niko napima tu mitambo yangu nione, lakini mtoto ndo mule yani. Yaani kiukweli unaonesha kabisa kama mkoko ndo kwanza umealika maua, hata vile vidaka bado havijatoka. Hivi unajua baba wewe umenizoea eh? Hivi unajua nitakukunguta hivi. Nini sasa? Makelele ya nini? Mimi na wewe tunaongea wawili. Unapiga mikelele mpaka watu wengine wasikie. Nitakukunguta ngumi, nitakufumua mifupa na mishipa ichanganyikane, ukipelekwa hospitali washindwe kukushona. Umenizoea nyangumi wewe. Na kuuliza umenizoea? Unaanzaje kunigusa eh? Saizi unaniona na kuangalia, unafikiri mimi sina akili, unaniona mimi kirandage. Baba umenizoea. Sasa nitakuchanganya na nyama. Kulikoni? Mama, mwambie huyu mume wako anataka kunizoea. Mimi niko zangu nafuta hapa, kimekuja kinafika kinanitekenya kwenye mbavu. Nikipandisha vya kwetu nitakushika, nitakupiga vichwa. Hakuna mtu yote ambaye atakuja kukusaidia humu ndani. Yaani nitakupiga, nitakuvunja kiasi kwamba ukipelekwa hospitali watashindwa kukweli umetafunwa au umepigwa wewe. Sawa mwanangu, nenda kajiandae tuondoke. Yaani mke wangu, huyu mdada wa kazi ananikosea adabu. Anashindwa kuniheshimu mimi kama baba mwenye nyumba. Na wewe mke wangu uko hapa.